Asante sana Mheshimiwa Deputy President, tafadhali tuketi chini. Waheshimiwa maaskofu wetu, waheshimiwa viongozi wote, ndugu wa Kristo wa Korino, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo, Ngai no mwega na hendeshe othe. Bwana Yesu asifiwe. Nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey, naona mmekuja kweli. Yaani mliamua kabisa. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia hii nafasi katika hii ibada maalum ya kanisa letu la Korino. Nimewashukuru sana, mumepanga maombi ambayo sijawahi kuona siku ingine. Ni kweli vile Deputy President alisema wakati nilimtuma kule Olkalau, akarudi na ujumbe yenu kwamba mnataka tushiriki hapa Nakuru siku ama mwaka huu. Mimi nimefurahi sana kwamba leo Mungu amewezesha ile siku tulikubaliana na hawa viongozi. Tumekuja hapa kwa maombi na vile vile ili tushughulikie mahitaji yenu kupitia ya sako ya watu wa Nakuru County. Kwa hivyo mimi nataka nishukuru sana. Wacha nichukue nafasi hii. Nyinyi mnajua tulikuwa pale Kasarani na rais ambaye alinitangulia Uhuru Kenyatta, na tulikuja pale kwa maombi kwenu, mkatuombea na maombi yenu ikajibiwa na Mungu, tukapata hii serikali. Wacha nichukue nafasi hii jameni niseme asante sana kwa maombi yenu, na kwa sababu nyinyi ni washirika wetu, vile mulisimama na sisi tutasimama na nyinyi. Hata ile mumeniuliza mwaka ujao tuende kule Kiambu. Kwanza huko Kiambu ndio iko karibu na Nairobi, mimi nitakuja mapema. Kwa hivyo mjipange vizuri. Si ndio? Si mmesikia ati mapema ndio? Mapema ndio best. Nitakuwa huko mapema. Na pia ile kazi mnataka tukuje tufanye huko, nataka wale wanasimamia watanitembelea hapa mbele. Pengine mwezi ujao ama mwezi unaofuata ndio tuanze kupanga mambo yenu ya sako, ndio siku ile tunafika huko mambo ya sako imeanza kutembea. Vile vile muliniuliza ya kwamba mnataka kunitembelea pale State House. Na nimesikia tena kina mama wamerudia hapa. Kuna mama kiongozi wa kina mama amesema wanataka kuja Sapa. Sasa hapo kwa Sapa ndio iko shida kidogo. Kwa sababu sasa unajua Sapa ni chakula ya jioni. Na pale State House hakuna mahali ya kulala ya watu wengi. Sasa mimi naona tubadilishe ikuje lunch. Ama namna gani kina mama? Naomba yule mama kiongozi tafadhali tubadilishe tuache ikuje lunch. Ndio nimalizana na nyinyi mapema. Ndio niwapange vizuri. Mama ule amekubali. Basi tumebadilisha. Lakini mimi naona nyinyi wazee mnataka kudoea. Mmesema ati mama hawezi kuenda mahali bila mzee. Kwani mkutano ya kina mama nyinyi wazee mnaendanga kwa mkutano ya kina mama? Ama mulisikia ni jioni mkaona hii mambo ya jioni? Sasa nimebadilisha imekuwa lunch. Bado mko na shida, si wamama wanaweza kunitembelea bila ya wazee? Anyway, so mimi nimeshukuru sana. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zetu
watu wa kanisa letu la Korino ya kwamba mimi niliwaambia pale mbeleni, mimi nataka hawa maaskofu wetu ambao wanatuombea pia tuwasaidie, tuwe na chuo ya Korino mahali wanafundishwa mapasta watakaohubiri neno la Mungu kwa njia na taratibu ya sawasawa. Na ndio sababu hiyo tulinunua ekari 6 kule Nairobi, na nimekubaliana na vile patron wetu Bwana Gathua amesema ya kwamba nyinyi na wale walikuwa mbeleni, huyu Karemba ndio mtu yetu ya kutumana, huyu ndio mtu yetu kanda ya moko, huyu ndio mtu yetu ya mkono. Sasa wewe Karemba, tafutana na hawa, tafutana na wale wengine, lete hawa kwangu, ni tuweke mtaratara mzuri ndio tuweze kujenga chuo hicho pale Kasarani. Mimi nilisema nitawaanzishia na milioni 50 ya kujenga hiyo chuo. Alafu hapo mbele tutajua inahitaji mambo gani ili hii kilemba inavaliwa watu wengi waanze kuzoea hii kilemba ivaliwe sawa sawa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mumesema na ni kweli, Wakorino wanajulikana kama ni watu waaminifu, na kwa hivyo tunataka watu waaminifu wengi Kenya, na inaonekana ili tuwe na watu waaminifu wengi Kenya lazima tuwe na Wakorino wengi Kenya. So mimi nimeshukuru sana. Kuna mambo mumeniuliza, mengine kidogo nimejibu ya appointment. Hawa vijana wenu wameniuliza ya kwamba wanataka wakati tunapanga ajira ya Kenya pia kule ndani tuwe na Wakorino wamepangana hapo ndani, na nimekubali. Na uzuri nyinyi ni watu wa maombi, kwa sababu mnaniambia haya maneno wale watu wanahusika wakiwa hapa hapo. Kwa wale vijana ambao tunawapangia waende ng'ambo, nyinyi hamna habari. Chairman wa Labor Committee ambaye inasimamia vijana wote na tunapangia vijana karibu 1 milioni waende ng'ambo, chairman yake anaitwa Eric Karemba Mushangi, huyu hapa. Sasa Wakorino wakikosekana wale wakwenda ng'ambo, kweli mtakuwa na maswali na mimi? Kama huyu ndio chairman, si chairman mwenyewe ndio Mkorino? Sasa wewe Bwana Mushangi, wakati unaandika list ya vijana ya kwenda ng'ambo, andika mtu Mkorino, mtu Mkorino, mtu ama simulisema kuna watu na kuna Wakorino. Afanye hivyo. Na sasa nimesema hapa wazi, hauhitaji ruhusa ingine, ruhusa nishakupatia, na nitaambia wizara wapangane na wewe. Vile vile yule kijana mwingine ambaye anahusika, mlisikia hawa vijana wakisema pale kwa ICT hub, pale kwa mtandao kuna kitu inaitwa digital jobs. Yule kijana mwingine ambaye anasimamia kazi ya ICT Kenya mzima ako hapa tena, anaitwa John Kiarie. Huyu si umesikia vile Wakorino wamesema? Sasa wakati wanapanga mambo ya digital jobs, mtu Mkorino, mtu Mkorino, namna hiyo ndio iendelee. So tutapangana namna hiyo, na mimi tu ile mimi nawauliza na nyinyi, tunataka pale kwa masomo ya watoto wenu waende shule. Pale kwa TVET tupate watoto wa Korino wako kwa TVET. Pale university vile vile mjazane huko, ndio tuweze, wakati tunatafuta watu wa namna hii mko pale, namna hii mko pale. Kuna mambo muliniuliza nikapanga kidogo.
Mnajua mwaka uliopita, kwa sababu ya vile niliwaeleza ya kwamba mambo ya masomo ya watoto wetu Kenya ni ya muhimu, na ndio sababu hiyo tumeweka mtaratara mzuri, mpango sawasawa ya mambo ya elimu ya watoto wa Kenya. Hata ile ilikuwa na kasoro kidogo pale kwa masomo ambayo haikuwa na kueleweka vizuri pale CBC. Hapo CBC tumenyorosha, sasa iko sawasawa, na tukaajiri walimu 56,000 mwaka uliopita. Mwaka huu nimekubaliana na hao wabunge, na hao wabunge wanafanya kazi mzuri. Nikipanga maneno kwa budget wanapitisha, ndio inaniwezesha tuweze kufanya ile kazi tulikubaliana na nyinyi. Mwaka huu tena tuko na nafasi ya walimu wengine wa kuajiriwa. Kwa hivyo, kwa sababu mmeniuliza, sasa nyinyi mwende mjipange. Walimu wa Korino wa secondary school 20, walimu wa secondary school wa Korino wa primary school 20, nitaambia TSC waajiri ndio waweze kuwa na wanasimama mbele ya darasa na kilemba na kusomesha watoto wa Kenya. Mtakosa wale wamefanya kosi ya walimu, si wako ni wengi, sio? Mtapanga hivyo. Wewe Karemba, umesikia? Wewe ndio kanda ya Moko, wewe utaenda kupanga hiyo kazi. Sasa umesikia, 2020 40 tuende na hawa watu. Na ile ingine mmeniuliza ya askari na ingine hapo, hiyo ambassador mmechelewa kidogo. Sasa nyinyi mmechelewa kidogo, nishapatiana. Sasa sijui nitafanya nini, lakini kuna kingine kadogo mahali, wacha niende nipangie hiyo. Mnipatie kama mwezi mmoja, nitawaeleza vile tutapangana hapo. Tunataka mtu wako na kilemba anasimama kwa embassy mahali fulani, pia anasukuma mambo iende mbele. Kwa hivyo, na kazi zingine mmenieleza ni sawa. Mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru, nyinyi watu wa Nakuru tunawapenda sana, kwa sababu nyinyi ni watu ambao mumetuanzishia kuunganisha taifa letu la Kenya. Mimi nilikuja hapa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2013 wakati Kenya hii ilikuwa na changamoto kubwa, na tukawaambia ya kwamba tunataka kuondoa kisirani na mashetani ya ukabila kutoka kwa siasa ya Kenya. Nyinyi watu wa Nakuru mlikuwa mstari ya mbele. Mimi nawashukuru, mimi nawaenzi, mimi nawaombea Mungu awatendee mema watu wa Nakuru, kwa sababu Nakuru ilisimama imara, Kenya ikasimama imara, na tukaondoa kabisa siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha watu katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie kama rais, hiyo siasa haitarudi tena katika taifa letu la Kenya. Kwa njia yoyote haitarudi tena, kwa sababu tunaelewa matatizo, tunaelewa changamoto, tunaelewa hasara ya kupanga watu na siasa kwa misingi ya ukabila. Inatuletea hasara kubwa. Tuko na nchi ya baraka, tuko na nchi tumebarikiwa na Mungu, nchi ambaye leo inatumainiwa duniani. Watu wa Sudan wanangojea Kenya tuwasaidie, watu wa DRC wanangojea Kenya tuwasaidie, watu wa kule Haiti wanangojea Kenya. Pengine kwa mapenzi ya Mungu wiki ijayo ama wiki hiyo ingine tutatuma askari wetu kule Haiti kwenda kuweka amani. This is truly a blessed country. This is truly a God-fearing nation. And we are truly a great people. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu
na kwa heshima kubwa, sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi, jameni, ndugu zangu, marafiki zangu, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tusitenganishe wananchi, tusiwabague, tuwaunganishe, ndio Kenya iweze kusonga mbele. I am pleading with you, my fellow leaders, let us work together for the unity of this great blessed nation called Kenya. Nyinyi watu wa Korino, jameni, mtatuombea Kenya iungane, ndio tuende mbele pamoja. Nyinyi watu wa Nakuru mko special. Susan, gavana wetu, ameniuliza mambo ya barabara. Hii barabara ya kutoka kule Rironi ipite hapa Nakuru, pengine itasimama hapo Mau Summit kwa siku chache, alafu iteremuke mpaka Eldoret, alafu baadaye iende mpaka kule Malaba. Mimi nataka niwaambie, kama sio mwisho wa mwaka huu, mapema mwaka ujao, tutakuwa na contractor hapa ya kutengeneza hiyo barabara. Na huyu Susan ni kunisumbua tu, ananisumbua, anajua, kwa sababu amekuwa na mimi tukipambana na hiyo kazi. Ya pili, tulikubaliana na nyinyi watu wa Nakuru ya kwamba pia hapa inahitajika maji. Ile program ya Itare ilitusumbua sana kwa sababu ilikuwa na kizirani mingi, tumenyorosha, na mimi nataka nimshukuru Zack Njeru, huyu waziri wetu, the first ever cabinet secretary from Nakuru County in the Republic of Kenya. Anafanya kazi mzuri, amepambana na wazungu wale walikuwa pale. Mimi pengine Ijumaa hii naenda kuongea na Prime Minister wa Italy ambaye walitupatia pesa ndio tukamilishe, ndio hiyo project ianzishwe na tukunywe maji ya kutoka Itare. Lakini tukingojea ile, mumesikia tuko na maji hapa ambaye tumeweka karibu bilioni 6. Tunajenga boreholes hapa ndio city hii ya Nakuru iwe na maji ya kutosha. Na hiyo ni tuko na pesa tayari, tunangojea tu contractor atambuliwe ndio tuweze kuendelea na hiyo kazi. Mimi vile vile niliwaeleza hapa Nakuru ya kwamba pale special economic zone ya Naivasha, hapo ndio itakuwa industrial city ya Kenya. Unajua siku hiyo tulikuwa tunaambiwa na wale watu wa kutuchanganya na fitina ati tutahamisha hii special economic zone ya Naivasha ati tupeleke Mombasa. Wacha niwapatie ujumbe. Nikiongea na nyinyi saa hizi hapa Naivasha, kampuni za kwanza za kutengeneza bidhaa tumeanzisha pale Naivasha. Mimi mwenyewe nimekuja mara mbili to start the program of Naivasha as an industrial city in the Republic of Kenya. Jambo la pili, mimi nilikuwa na huyu Susan. Tulikuwa Marekani, na hatukuenda Marekani matembezi. Tulienda Marekani kutafutia nchi yetu ya Kenya. Kule Marekani na rais wa Marekani, kampuni ya Microsoft, kampuni ingine inaitwa G42 ya kutoka kule Ugaibuni, na serikali ya Kenya. Sasa tutajenga hapa Naivasha data center ya shilingi $1 bilioni, the largest in Africa, itajengwa hapa Naivasha. Watu wa Naivasha tunaelewana? Very relax. Okay. Amenisaidia kidogo. So, hiyo data center, wakati tulisign hiyo mkataba kule Marekani, nilikuwa namuuliza huyu Susan, wewe unaelewa $1 bilioni ni shilingi ngapi? Akachanganyikiwa akasema mimi sijui sasa hiyo ni shilingi ngapi. So unaona hata hapa amejaribu kusema hajulikani. Ni kwa sababu we want to match what we said with what we are doing.
Mimi vile vile niliwaambia watu wa Nakuru, hii special economic zone yenu tutaipanua. I am sure you are aware, and your member of parliament Jane Kihara is here. Pale sasa tumenunua ekari ingine 5,000 ya kutengeneza industrial city ile tulikubaliana na nyinyi. Na hiyo industrial city is the only one in Kenya yenye iko na stima ya shilingi 5 per megawatt. This will be the center of economic activity in Kenya, and we are committed to making sure that it is done. Mimi nataka pia niwaeleze watu wa Nakuru, mnajua ile kazi ingine yote tunafanya. Tulikuwa na matatizo mwaka uliopita kwa mambo ya kilimo. Tukapanga, Mungu naye hii mvua tumshukuru Mungu jameni. Mungu ametupatia mvua. Sasa tumezalisha chakula, na nyinyi watu wa Nakuru ni watu wa maana zaidi, kwa sababu mmezalisha chakula ya kutosha watu wa Nakuru na mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Pongezi sana watu wa Nakuru. Mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Mbolea itazidi kuja kwa wakati, na tutazidi kuhakikisha kwamba kama ni Pareto tunasimamia vizuri, kama ni kahawa tunasimamia vizuri, kama ni maziwa tunasimamia vizuri, kwa sababu tukibadilisha kilimo, uchumi ya Kenya itabadilika na Wakenya watabadilika na mambo yao yataenda sawa sawa. That is our commitment. Hata mkiona katika ile budget saa hizi inajadiliwa kule bunge, tumeweka pesa ya kutosha katika sekta ya kilimo. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya stima. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua tulikuwa na barabara nyingi tulianzisha kabla ya 2021 pale nyuma, lakini hizo barabara zilipata matatizo ya pesa. Last year tukasema wacha kwanza tutatue matatizo ya uchumi tulikuwa nayo. Nyinyi mnaelewa saa hizi mambo ya cost of living tumeitengeneza vizuri, gharama ya chakula imerudi chini. Mnajua mambo ya dola ilikuwa imefika 160 something, saa hii niliona juzi Ijumaa imefika 129, inateremka na kukuja chini. Mnajua tulikuwa na mambo yale mengine yote ya madeni. Mimi nimetafuta marafiki wengi ili Kenya yetu tuweze kuwa na marafiki wa kuweza kuendesha mambo pamoja na sisi. Watu wengine wananikosoa, wanasema nimeenda Marekani, sijui nimeenda wapi. Sasa mimi si mtu wa rege, mimi ni mtu ya Gigosho. Kama niende nitafute mambo ya Kenya, si nipange mambo ya Kenya? So mimi nataka niwaulize, mambo haya tumepanga vizuri. Mimi nataka niwaulize wabunge, mambo yanakuja sasa kwenu kule bunge, mtusaidie, kwa sababu katika budget yetu tumeweka pesa ya barabara za Kenya. Zile zote zilikwama, zile za Maumau zilikwama, zile zingine za Nakuru hapa zilikwama. Tumeweka saizi mpango ya vile tutazikwamua kutumia budget hii. Tumeweka pale pesa ya mambo ya stima. Kwa Nakuru hii iko bilioni 2 ya kuunganisha stima kwa nyumba 30,000 mpya hapa Nakuru County. Huyu Kikaria ameniambia ya kwamba anataka kilomita 3 ya barabara. Hiyo kilomita 3 nitakuongezea ikuwe kilomita 10. Na tayari nimepanga hiyo maneno,
Huyu George Kariuki ambaye ni chairman wetu wa mambo ya mabarabara katika bunge atakueleza ya kwamba hiyo mpango tumeshaweka tayari. Wewe kazi yako ni kupanga wote wapitishe budget, mimi nikuje nianze kazi. Lakini ukienda kuzubaa kung'edhia hapo alafu budget ipotee, sasa usikuje kuniuliza. Ama namna gani? Gari utafanya hivyo kabisa. So mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba pale Mai Mahiu nilituma my deputy hapa wakati tulikuwa na mazishi, kwa sababu nilikuwa na wageni marais karibu 20 walikuwa wametutembelea Kenya, na niliwaambia ya kwamba wale watu wote walipata matatizo pale, wakaadhirika, wapendwa wao wakapoteza maisha, na mahali ya kuishi hawawezi kurudi pale kwa sababu inaweza kuteleza tena. Mimi nilikubali ya kwamba tutawatafutia ardhi ingine na tuwanunulie kama serikali na tuwajengee manyumba yao. I wanted to say it myself so that ijulikane that is the position of the government of Kenya. Saa hizi tunatafuta hiyo shamba. Mimi ninaamini kabla ya mwisho wa mwezi huu wa 6 shamba itakuwa imepatikana, and then we will see how to resettle the people who are affected by the landslide pale Naivasha. Kwa hivyo Jane, I have heard you loud and clear, na hiyo kazi nitaishughulikia. Tutahakikisha kwamba hiyo kazi inasonga mbele.